cha Marko 10:27. Kuna mambo kwa wanadamu waga haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Kwa sababu mwanadamu anayo mpaka, kapewa mpaka wa upeo wake wa kufanya, wa kutenda, wa kufikiri, wa kuamua. Kuna mpaka mbele, awe ni mfalme ama ni mkuu wa nchi ama ni kiongozi wa aina yoyote, likifika jambo fulani ambalo lina mpaka kwa upeo na akili ya kibinadamu, haliwezekani, inashindikana. Ndio maana kuna watu utasikia wanasema, mwenyewe nimeshindwa, atalipeleka kwa mtu mwingine naye atasema nami nimeshindwa, atatafuta hata wataalamu nao watashindwa. Kienda kwa madaktari na hilo jambo ambalo haliwezekani kwa akili ya kibinadamu, daktari atasema sisi tumeshindwa. Lakini hawa mama wamesoma, wana taaluma ya wanasema wanatibu na mtu anapona, lakini kwa wanafika muda wanasema tumeshindwa. Kwa wanadamu kuna mambo hayawezekani, kuna mpaka na ukomo wa uwezo wa mwanadamu. Ndio maana kuna muda inafika, kuna nguvu inakuisha mwilini, unataka unini pumzike. Sasa kuna ukomo lakini Yesu anawaambia kwa wanadamu haiwezekani, ila kwa Mungu si hivi. Kwa Mungu yote inawezekana. Kama kwa mwanadamu kuna mpaka hata wa nguvu, atahitaji halali, kuna huyo yeye ambaye halali wala sisi, kuna huyo ambaye hashindwi na kitu. Yesu akawakazia macho akasema kwa wanadamu haiwezekani, ila sivyo kwa Mungu. Kwa nini? Kwa kuwa kwa Mungu yote yanawezekana. Ndio maana hapa duniani Monica, utasikia mtu anakuambia utashindwa ili uliwezi. Kwa nini? Liko kwenye ukomo wa akili yake, wa nguvu zake, wa uwezo wake. Sema kwa wanadamu haiwezekani, ila si kwa Mungu. Kwa kuwa yote yawezekana kwa Mungu. Ndio unakuta watu wameshakata tamaa kwamba basi sitaki tena, kama swala lenyewe ni hivi gumu kiasi hiki, sitaki tena. Ukomo wa kufikiria na uwezo wake umefika mwisho. Kuna watu wengine wanafika muda wanachukua kamba, wanajinyonga. Why? Kwa sababu imefika ukomo wa kujua nguvu na namna ya kutatua linalomtatiza. Sasa utafikaje kwenye eneo la yote yawezekana kwa Mungu? Unafikiaje hatua hiyo? Ili uone kwa Mungu yote yanawezekana, cha kwanza inabidi utambue kuwa umechaguliwa na yeye. Kama kwa Mungu yote yanawezekana, maana mimi nipo kwa Mungu, kwa hiyo kwangu mimi yote nimependa. Nikiona watu wanasema kwa wanadamu haiwezekani, nasema ndio haiwezekani. Wakiuliza kwako inawezekana, mimi nawaambia kwangu inawezekana. Lakini sasa hivi mpendo, unaweza kumkuta kwa muulize na kwaje, akakwambia nina hali mbaya, hiki na hiki na hiki na hiki imeshindikana, siwezi. Kwa hiyo hata kwenda kanisani siendi, niko busy kutafuta hiki na hiki na hiki. Kwa nini? Kwa sababu nikienda kule sitavipata. Na yeye ameingia kwenye kundi la wanadamu. Wakati Biblia nikisoma hili naambiwa kama alivyo Baba kule juu ndivyo nilivyo mimi ulimwenguni. Narudia, Biblia inasema kama
hivyo na mimi ulimwenguni huu. Baba anafanyaje? Yesu anamtambulisha Baba, anasema kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Kwa hiyo kama alivyo yeye ambaye hakuna linaloshindikana, basi na kwangu hakuna linaloshindikana. Lakini kufikia hiyo hatua, mpendwa, inahitaji cha kwanza uwe na ufahamu kwamba mimi nimechaguliwa na yeye, kwamba mimi ninafanana na yeye. Namba 3, lazima umuamini. Watu wengi tunatamani Mungu afanye mambo makubwa kwetu, lakini Monica, hatumwamini. Huyo tunataka atufanyie kitu. Tunaingia kwenye maombi, tunaomba atupe, lakini tunayoomba sio tunayoamini. Kwani kuamini huko wapi? Huko moyoni. Kuamini hakuko kwenye kinywa wala kwenye ulimi. Unaweza ukasema kwenye ulimi, lakini kwenye moyo kinaongea kitu kingine. Na Mungu hatazami mdomo, Mungu anatazama moyo. Maana ndiko makao yake yalipo, ndiko jicho lake lilipo. Ndio maana anasema wakati mwingine maombi yenu ni makelele. Akasema mwaomba lakini hampati. Kwa nini mnaomba? Kumbe ingekuwa ukiomba unapata, basi kila ombi tungekuwa tushajibiwa. Ila tunaomba hatujibiwi. Kwa nini? Na ubaya mwenyewe kwamba hatuamini. Wow. Inawezekana nisiseme kinywani, lakini moyoni nataka. Yesu akamwambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Ili yawezekane, lazima kwanza uamini. Kama hauamini, watashuhudiaga wengine, si tuko pale. Bartholomayo haoni toka kuzaliwa, asikia Yesu Mnazareti anakatisha, naye akaenda pale, akapiga kelele, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasikia. Hakumuuliza unaomba nini, alimuuliza hivi, unataka nikufanyie nini? Hakumuuliza maombi yako ni yepi, aliuliza unataka nikufanyie nini? Bartholomayo akasema, Baba, maombi yangu ni 1, 2, 5. Alisema nataka nipate kuona. Kuna maana mengine Yesu anamwambia mama mmoja, imani yako imekuponya, sio maombi yako yamekuponya. Wengi wanakujaga kwa watumishi, anahoja na Mungu wake, anataka kitu fulani kimtokee, lakini anapokuja kwa mtumishi, hata mtumishi anapomtamkia hicho kitu, kwa nini kitokee? Hamwamini. Waaminini manabii zake nanyi tafanikiwa. Mwingine anaweza kuona, asa mimi hapa na mradi wa bilioni 10, nataka jambo hili liende, lakini mchungaji yule hata mtaji wa milioni 1 hana. Ataweza kunitoa kwenye bilioni 10 kweli huyu? Kwa hiyo tunaende hivi mradi. Yeye anapapasa. Na Tomaso, Yesu anasema, heri ninyi mlioniamini kabla hamjaniona. Sio Tomaso anayetaka kupapasa ndo huyu sasa, sio anapapasa amini, anapapasa hakikishi. Mungu hataki mtu anayetaka kuhakikishi, anataka mtu anayetaka kuamini. Kwa sababu hesabu za kawaida haiwezekani. Ukitaka kuhakikisha utachelewa, utaenda mpaka kwa wachawi, utaenda mpaka kwa waganga. Ukitaka kuhakikisha utaloga mpaka mamao, utatoa kafara mwanao. Unataka kuhakikisha. Mungu hataki mtu wa kuhakikisha, anataka mtu anayeamini. Amini. Anasema ukiamini, unataka yawezekana, kwa sababu
yote yawezekana kwake aamini. Yesu hakusema yote yawezekana kwake anayetaka kuhakikisha, ila wengi hatutaki kuamini, tunataka kuhakikisha. Wewe amini, yeye anayathibitisha. Mchungaji Zefa, mbona hata umri nimempita yule mimi, anawezaje kunitamkia neno likao? Daudi alikuwa mdogo sana, ila alipiga kinubi kwa mtu mkubwa Sauli. Sauli alipomwamini Daudi akapona. Mungu ameniweka hapa kwa niaba ya kusema alichotaka kusema yeye. Sijaja hapa kwa niaba ya kusema ninachotaka kusema mimi, ila ameniweka hapa kwa niaba ya kusema anachotaka kusema yeye kwa ajili ya maisha yako. Unachotakiwa kufanya, usiniamini mimi, muamini yeye katika mimi. Yaani mimi nina package ya kila kitu. Usiangalie Zefania, angalia yeye tu. Kama kunalo gari unalihitaji liko ndani yako, wewe muamini yeye katika mimi. Gari utalipokea. Kuna ndoa nyingi ziko hapa ndani, nyingi sana. Utaki kuniangalia mimi, unatakiwa kumwamini Mungu katika mimi ili uchukue hizo ndoa. Sijui hata nasema nini sasa. Mwingine hata niamini kwa sababu na mimi naweka matonge mdomoni, alafu na mimi naenda chooni. Hakumbi kama mimi na yeye ni sawa tu. Mwingine naona anapanda daladala kama ninavyopanda mimi. Mungu anamwambia kwa sauti Yoshua, kwa sauti kubwa anamwambia, amini maneno ya mtumishi wangu Musa na uende sawasawa, usiende kushoto wala kulia, kayatende ukawe hodari katika kuyatenda na moyo wa ushujaa. Mimi sitasema na wewe lolote, ila wewe nimeshasema na Musa, nenda kayachukue ya Musa. Ndivyo tutakavyoongea. Nataka niwafundishe kitu. Mimi namwamini Joseph kumwingiza. Namwamini. Nataka kumaanisha nini? Kwa sababu ya kumwamini kwangu nimefanywa kuwa yeye. Kwa hiyo katika roho tuko pamoja hivi. Wangapi wanamwamini Joseph katika Sumingira? Kama umemwamini Josephat Elias Sumingira, muamini Zefania Chimbo. Zefania Chimbo amembeba Mungu wa Josephat Elias Sumingira na Yesu wake. Ili yawezekane ambayo hayawezekani kwa akili za kibinadamu, tunatakiwa tuamini. Tuamini nini? Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ana nguvu zote, yuko mahala pote, anajua kila kitu, na kwamba yeye chochote kilichopo duniani kipo ndani ya kiganja chake. Yaani mimi nikisema Bwana nataka, anafungua tu kidole hivi vinaanguka tapo, alafu anafunga. Unachotaka kinakupata. Tupo kanisani tumekosa kuamini. Unakuta mtu anaacha hata kuja kanisani kwa sababu ya hayo mazingira alionayo. Labda sina hela na sina nini. Sina na leo kanisani siendi. Wale wanaomwamini Bwana, iwezekane kufika hata kama unatoka safari ya kilomita 20, atasema ninamwamini Bwana, afu anaanza safari.
natembea kwa mguu, naelekea kanisani, ninamwamini Bwana, najua nitafika leo, lazima nifanye ibada, ninamwamini Bwana. Utashangaa unafika mahali gari na kusimamisha. Haleluya! Ukiangalia ni Salome, vipi ndio naenda kanisani? Mtumishi, vipi nauli au unafanya mazoezi? Unakaa kwenye gari, unafika kanisani kirosa. Anamwamini nani? Mtu anayemwamini Mungu anatakiwa anze safari, alafu Bwana anayemwamini ajue huyu ananiamini, alafu atamkutia njia. Amen. Unataka uanze safari na yeye, hajajua kama unamwamini ama haumwamini. Kama unamwamini, maana inabidi uanze safari ya imani. Anza safari. Alafu Bwana anakuja anaingilia kati na kumwambia, twende baba, twende. Nimefika, twende baba. Nimefika, twende baba. Nimefika, twende baba. Na hivyo ndivyo anaenda kufanya kwa watu wa Sayuni, maana wanaenda kuamini. Haleluya. Usikae chini kusubiria. Usiende kwa mtu kutaka msaada. Watu watakuchoka. Rudia. Wewe unafikiria fulani ataweza kunisaidia, ndio atafanya 1 2 3 kwa siku 1 2 3. Itafika muda hata kama hajakuchoka anakosa ule uwezo tena wa kukusaidia, maana na yeye mwenyewe alipo anahitaji msaada. Kwa hiyo unapokwenda utabaki kumlaumu. Hana roho mbaya siku hizi, hana roho mbaya, na yeye hana tabu. Unatakiwa umwamini Mungu. Ukimwamini Mungu atachukua watu wanaomwamini yeye, na hao watu watakuja mbele yako, watakupa unachotaka. Mungu anachukua watu wanaomwamini yeye kukuletea wewe unayemwamini yeye. Watahangaika wao kwa ajili ya maisha yao. Na naomba Mungu hao watu wakupeleka kwenye hatima yako, wanaomwamini Bwana wakaje baada mnaanza kuamini. Ndio naumwa mgongo, hawezi hata kuinuka hivi kwa sababu kiuno kimekaza, lakini naita machela nipelekeni kanisani. Namwamini Bwana nitapona nikiwa njiani kabla sijafika. Nikifika hata kama bado naumwa, namwamini Bwana nitapona baada ya kutoka kanisani. Nikifika nyumbani bado naumwa, namwamini Bwana mpaka kufika kesho atakuwa ameshaniponya. Kesho ikifika bado sijapona, namwamini Bwana kesho kutwa ataniponya. Kesho kutwa inafika sijapona, namwamini Bwana kesho kutwa nitapona. Sijapona mwaka huu, namwamini Bwana mwakani nitapona. Huyo ndio Mungu ambaye anataka kuona mtu anafanya hivyo. Hapo nataka watu wachache hapa Bwana amwamini Mungu. Acha kujikatia tamaa. Ukikata tamaa maana yake unajiamini wewe. Huwezi kujisaidia mwenyewe. Mwamini yeye. Amina. Na kwa mimi Yeah.